Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatano tarehe 1 mwezi wa 10 2025. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 March mpaka tarehe 22 Aprili. Tumeuanza mwezi mpya, na tukianza na nyota hii, tenda kwa uangalifu unapozungumza na wakuu na wazazi, kwa sababu kutoelewana kunawezekana kutokea. Wakati huo huo uko juu, yaani leo, kumaanisha kwamba watu wanakutambua japo wengine si wenye kufurahia nawe. Maendeleo, kwa bahati nzuri una sifa thabiti za uongozi, utaingiza kidogo sana leo kuliko kutoa. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumanne, na asili yake nyota hii ni moto, ipo upande mashariki mwa dunia. Tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe au Taurus, jiepushe na kujaribu kuwashawishi wengine kukubaliana na mawazo yako ya kisiasa au kidini, hasa kazini, kwa sababu utajaribu jibu lisilofurahisha. Ajabu ni kwamba mawasiliano kuhusu mada hizi ni ya kutoelewana. Kuwa mwerevu, utasimamia majukumu yako ipasavyo licha ya mwili kuwa mchovu sana leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, uko tayari kutetea maslahi yako bora katika masuala yanayohusiana na pesa, walakini leo hii ndiyo maeneo ambayo yanakabiliwa na sintofahamu, kufasiriwa vibaya na udanganyifu unawezekana. Kwa hiyo usitoke nje kwa moja katika jambo, angalia ukweli wako mara mbili. Siku ya bahati ni Jumatano. Tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer au Kaa, leo mambo yatakuwa tofauti sivyo utakavyotarajia, kwa sababu kwa njia moja majadiliano yako na watoto wako na washirika wa kimapenzi yatakuwa ya shauku, ya kusisimua na ya kutia moyo. Hii ni nzuri. Hata hivyo, majadiliano wakati wa jua kali ni moto. Uko katika hali ya akili yenye kujudge mambo ambayo yanaweza yasitokee. Tahadhari rafiki. Siku ya bahati ni siku ya Jumatatu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, mawazo yako yameamshwa leo kwa sababu umejaa ndoto za mchana. Kwa uwazi kabisa, huu sio wakati mzuri wa kufanya maamuzi muhimu au kuanzisha chochote. Hata hivyo, ni wakati mzuri wa kushirikiana na wengine, hasa watoto, na kuandika mawazo yako ya ushabiki kwa kuzingatia baadaye. Pesa ni wastani siku ya leo. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumapili. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, mahusiano ya kimapenzi yanaweza kukatisha tamaa leo. Unaweza kutaka kujiuliza ikiwa matarajio yako yalikuwa ya kweli. Kwa kweli hata uliyaeleza. Hii ni siku mbaya kwa maamuzi thabiti katika ulimwengu wa ukarimu au kushughulika na watoto. Fahamu hili, masuala ya pesa ni nafuu na ya kufikirika. Siku ya bahati ni siku ya Jumatano. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani Libra, masuala yanahusiana na nyumba na familia, hasa wazazi, yana ukungu na si yenye kueleweka leo. Kwa hiyo usimshike mtu yoyote kwa kumrudishia neno hasi. Watu wanaweza kubadilisha mawazo yao haraka sana leo kuhusu chochote. Ndivyo ilivyo. Kubali ukweli kwamba leo kuna mazingira yanayobadilika haraka. Uwe mwenye kusamehe rafiki. Siku yako ya bahati ni siku ya Ijumaa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, kuwa mwangalifu kwa sababu una nguvu nyingi za kiakili, kifikra leo, ambayo inamaanisha kuwa una shauku, na kwa upande mwingine unaweza kutaka kuwashawishi wengine kukubaliana na maoni yako. Hata hivyo, baadhi ya mawazo yako yanaweza kuwa ya kufikirika kidogo au ya mbali sana. Unaweza hata kutokubaliana na wewe mwenyewe. Mawazo ya leo ukabadili kesho au hata usiku wa leo. Utapata mtu mwenye kuendana na wewe leo. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumanne. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale,
Kuwa mwangalifu kuhusu masuala ya kifedha na majadiliano kuhusu pesa leo. Vivyo hivyo, kuwa mwangalifu kuhusu ununuzi mkubwa kwa sababu jambo fulani la kutoeleweka huenda likatokea rafiki. Pamoja na udanganyifu, hata kununua vitu bila mpangilio huenda ukaficha mawazo yako leo, hasa baada ya kuona ujuaji ukifanyika. Leo life ni wastani sana, hata upande wa mapenzi ni mzuri pia. Siku ya bahati ni Alhamis. Tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi, utakuwa na hisia ya majambo tofauti ambayo yanakuhusu. Unaweza kushtuka mapenzi kabla yako kufanyika leo. Vivyo hivyo, una nguvu nyingi za akili kuona maili nyingi sana ambazo utashiriki mawazo hayo na watu wachache sana. Hata hivyo, kipengele cha kutoelewana kinawezekana kutokea, hasa kuhusu familia au pesa. Utapatwa na butwaa baada ya kumuona mwafulani siri zake na si kama taswira yake ya nje. Siku ya bahati ni siku ya Jumamosi. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, tamaa yako ni kubwa na unapenda kuwahimiza wengine kukubaliana nawe na labda kufuata mipango yako. Hata hivyo, litakuja jambo la hekima kwako kungoja siku moja au mbili ili kuona ikiwa mipango hiyo inaweza kutekelezeka wakati ujao. Mawazo ya kipuuzi yameenea leo. Ushawishi kwa wengine kuhusu jambo la pesa litatimu kwa baadhi yao tu. Siku ya bahati ni siku ya Jumamosi. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, mahusiano na marafiki na vikundi yatakuwa ya kufurahisha na ya shauku ya kuheshimiana leo. Unawajali wengine nao watakujali. Hata hivyo, linapokuja suala la malengo mazito, jitayarishe kufikiria upya maoni yako kwa sababu leo yanaweza kuwa ya kufana kidogo na wengine. Pesa ni wastani ila mwili hautakuwa sawa kama jana. Siku yako ya bahati ni siku ya Alhamis. Tukiendelea na upande wa siku ya bahati, tukiendelea na upande wa muda wa bahati kwa siku ya leo ya Jumatano. Kwa siku ya leo ya Jumatano, kama kawaida tunazungusha gurudumu letu kuangalia katika upande wa nyota zetu zote. Je, nyota yako leo itaangukia saa gani? Sasa kuwa makini katika hili. Tukianza na upande wa nyota ya punda, siku yako ya bahati siku ya leo ni kuanzia saa 8:30 mpaka saa 10:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus au ng'ombe, siku yako ya bahati leo, muda wako wa bahati ni saa 3 mpaka saa 5:15. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Jemi mapacha, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia mchana wa saa 6:30 mpaka saa 7:45. Tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, muda wako mzuri siku ya leo ni saa 5:30 mpaka saa 6:45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya leo au simba, muda wako mzuri siku ya leo ni saa 2 mpaka saa 4. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mashuke, muda wako mzuri siku ya leo ni saa 10:15 mpaka saa 11:35. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Libra au mizani, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, muda wako mzuri leo ni asubuhi kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, muda wako mzuri siku ya leo utakuwa ni kuanzia saa 10 mpaka saa 11:30 mpaka na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi, muda wako mzuri leo utakuwa ni kuanzia saa 3 mpaka saa 4 na saa 4:30 mpaka na dakika 45. Na tukiendelea na upande wa nyota ya
Ndo muda wako mzuri leo utakuwa ni jioni kuanzia saa 11:30 mpaka saa 1 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, muda wako mzuri leo utakuwa ni baada ya kuamka. Mara nyingi kwa leo itakuwa ni saa 5 mpaka kwenye saa 7 hivi, inakuwa ni muda wako mzuri. Usiache kufuatilia utabiri zetu za kila siku, na vile vile kama wewe una mtoto mdogo, mtoto mchanga au ni mjamzito, basi vile vile unatakiwa ujitahidi ufuatilie, kwa sababu tupo katika nyakati muda mzuri ambao tunataka tuwe tunatuma kwa kila siku, tuwe tunatuma nyota za mtu husika, hasa katika upande wa watoto, na namna gani unaweza kukaa na watoto na kuwatambua hisia zao na namna gani watakavyokuwa na kadhalika kupitia nyota ya mtu husika. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.